kukunjua makucha yake, ameanza kukuonyesha uhalisia wa kwake. Ndio hapo mnapoanza kuona kwamba ndoa zinakuwa shubiri. Badala ndoa iwe ule muunganiko wa hiari unaolenga kudumu kwa maisha yenu yote, tunapokosea kwenye kuingia kwenye hizo ndoa, ndiko tunakoleta changamoto za kimahusiano na tunaleta changamoto za ndoa husika. Na bahati mbaya sasa, tukishaingia kwenye hizo changamoto, tunaanza kuto kuheshimiana. Na mwingine unakuta umeingia kwenye mahusiano haya baada ya kutoka kwenye mahusiano mengine tena kwa maumivu. Ulikuwa na mpenzi wako, ulimpenda sana, lakini ghafla akaingia kwenye mahusiano na mtu mwingine akampenda sana. Sasa wewe ili ujifariji, ni bora ukatoka na ukaanzisha mahusiano na mtu mwingine. Wakati huo huo hukupa moyo wako muda wa kutosha kupona jeraha uliloachwa nalo, ili uweze kutafuta mtu sahihi, usipotee tena njia kama ulipotea katika mahusiano ya nini? Ya kwanza. Hii ni changamoto. Na ndoa nyingi zimekuwa na changamoto kwa sababu ya namna tulivyoingia kwenye hayo mahusiano. Mwingine umeingia kwa kumtoa mwenzako. Yaani umeenda umeingilia ndoa ya mwenzako na umeivunja na umeingia wewe. Na katika hali hizi tunazoingia kwenye ndoa, ndivyo ambavyo tutatoka kwenye ndoa. Kwa mfano, tulioingia kwa habari ya mke ni mzuri, akipita barabarani kila mtu anamwangalia na kugeuka na kufanya nini. Kwa mustakabali wa kisaikolojia, mtu anaweza kama mzuri kwako ni ndani ya miezi mitatu tu, siku 90. Baada ya hizo siku 90 utamwona wa kawaida kabisa. Na duniani humu wazuri wanazaliwa na wengine bado wako tumboni hawajazaliwa. Kila siku watoto wanazaliwa ni wazuri kuliko kizazi kilichotangulia. Kwa hiyo yule aliyeingia kwa sababu ya sura au maumbile na kila kitu, ni rahisi sana kuiacha hii ndoa ya kwanza na kwenda kujiingiza kwenye ndoa nyingine, kwa sababu wale wazuri wapo na bado wanaendelea kuishi na hawatafanyaje? Hawataisha. Lakini uliyeingia ukaolewa kwa sababu ya kigezo cha umri, kwamba unakutupa ya mkono na kelele za wazazi wako, unafika kwenye ile ndoa, yale uliyoyatarajia yanakuwa hayapo, kwa sababu pia ukuingia na mtu sahihi uliyemtaka wewe, ila uliingia kwa kelele za nani? Za watu wengine. Lakini mwingine uliyefuata maokoto, alafu maokoto yenyewe yakaisha, kwa sababu kwanza kuchunguza chanzo cha yale mapato ni kipi, lakini pili uliamini kwamba unaishi kwenye hiyo miamala. Bahati mbaya chanzo cha